Sasa tazama, najua ya kwamba hakuna Mungu duniani mote ila katika Israeli. Kitabu cha pili cha Wafalme sura ya 5 mstari wa 15. Na mmoja wao alipoona kwamba amepona, alirudi huku akimtukuza Mungu kwa sauti kuu, akaanguka kifudifudi miguuni pake akamshukuru. Injili kadiri ya Luka sura ya 17 mstari wa 15. Karibuni ndugu zangu katika tafakari ya neno la Mungu leo Dominika ya 28 ya mwaka C wa kanisa. Hakika natambua ya kuwa Mungu hana upendeleo, bali katika kila taifa mtu amchaye na kutenda haki hukubaliwa na yeye. Matendo ya Mitume sura ya 10 mstari wa 34 hadi wa 35. Ndugu zangu, katika masomo ya leo, somo la kwanza linatoka katika kitabu cha pili cha Wafalme sura ya 5 mstari wa 14 hadi wa 17. Tunasimuliwa habari za Naamani. Naamani ni mpagani, jemedari wa jeshi la mfalme wa Shamu. Huyu anaponywa ukoma wake kwa sababu ya kuwa na imani kwa Mungu wa kweli na wa milele, Mungu wa Israeli. Anarudi baada ya kuponywa, anarudi kwa nabii Elisha kumshukuru. Lakini Elisha hakubali kupokea shukrani za vile vitu ambavyo Naamani alimpelekea kama shukrani, kwa sababu anataka shukrani za pekee za Naamani zipelekwe kwa Mungu, kwani aliyetenda hayo sio Elisha bali ni Mungu. Naamani ananuia kumjengea Bwana madhabahu ili aweze kumtolea Bwana sadaka ya kuteketezwa na dhabihu huko. Anaomba udongo kutoka katika Israeli ili atakaporudi kwao huko Dameski aweze kujenga madhabahu kwa udongo kutoka Israeli. Moyo huo wa kuamini kwa Mungu na kusikia habari njema kwamba yupo anayeweza kukuponya, kwenda kutafuta uponyaji, kukubali kufuata maelekezo, kuponywa, kurudi kushukuru na kwenda kuishi maisha mapya kadiri ya uponyaji ulioupata. Ndivyo ambavyo katika Injili watu 10 wenye ukoma wanamuomba Yesu awaponye kama tunavyofundishwa na Luka sura ya 17 mstari wa 11 hadi wa 19. Yesu anawaagiza waende kujionyesha kwa makuhani. Hawaambii na waponya, anawaambia nendeni mkajionyeshe kwa makuhani. Wakiwa wanaenda wanatakasika. Lakini cha pekee mmoja tu kati ya wale waliotakasika wale 10, mmoja ambaye ni Msamaria, anarudi kutimiza haki ya kumshukuru Mungu. Bado ni ile ile, moyo wa kumwamini. Bila shaka watu hao walisikia habari za Yesu anaponya, kulisikia Yesu ni mwema na wanaomba uponyaji, na wakaamini neno la Yesu analowaagiza waende kwa kujionyesha kwa makuhani. Hawasemi sisi tunataka utuponye, wanatuambia tukajionyeshe kwa makuhani, tuponye kwanza ndio twende. Hawasemi hivyo, wanaenda kwa imani. Na huko wanapoponywa, mmoja anakumbuka hapa ninastahili sio kwenda kwa wale makuhani wale ninatastahili kwenda kwa Bwana wetu Yesu Kristo mwenyewe, kuhani wa kweli na wa milele, kumshukuru huyu aliyenipa uponyaji, kumshukuru Mungu aliyenipa uponyaji. Katika somo la pili la siku ya leo, waraka wa pili wa Mtume Paulo kwa Timotheo sura ya 2 mstari wa 8 hadi wa 13, Mtume Paulo anamwandikia Timotheo amkumbuke Yesu aliyefufuka katika wafu wa uzao wa Daudi, na anamwambia kwamba injili haifungwi. Sisi tunaweza tukateswa, tunaweza tukatolewa hata uzima wetu kwa ajili ya kazi ya Yesu Kristo, lakini tukiwa na imani na tukishiriki na kutenda kazi hiyo vizuri na vema, Kristo atatufufua na tutashiriki pamoja naye furaha za mbinguni. Lakini endapo tusipomuungama Kristo, Kristo atatukataa siku ya hukumu. Basi tunaalikwa ndugu zangu kuishi katika imani, matumaini na mapendo kwa Bwana wetu Yesu Kristo, kulipokea neno lake, kuliamini na kulishuhudia kwa maisha yetu yote. Tujifunze nini katika masomo ya leo ya Dominika hii? Kwanza kabisa, imani kwa Mungu. Naamani anafunga safari kwa kuwa amesikia katika Israeli kuna nabii wa Mungu wa kweli anayeweza kuponya. Nasi tumwamini Mungu na tufunge safari kumwendea. Kila Dominika tunapoenda kanisani, tukubali kwenda kumwendea Mungu, tumsikilize na kukubali kuongozwa na yeye Mungu, na kila siku tumtafute Mungu. Wale 10 wenye ukoma walikubali kufunga safari baada ya kuambiwa na Yesu waende kujionyesha kwa makuhani. Lakini pia tunaambiwa Yesu alikutana nao alipokuwa njiani na wanafunzi wake kwenda Yerusalemu. Bila shaka hawa wenye ukoma walikuwa wanatafuta wokovu na Yesu akawapatia wokovu huo walipokutana naye. Basi na sisi tukubali kuwa na imani kwa Mungu, na imani hiyo itusukume kwenda kutafuta msaada kule ambako tumeelekezwa, kwa habari labda tulisikia kwa wajumbe waliotutangazia habari njema, au
kwa yale ambayo tunaamini kwa imani ambayo Mungu ametufunulia kwa njia mbalimbali. Ndugu zangu, nasi tusikae katika huzuni zetu, tusikae katika hofu zetu, tusikae katika uovu wetu na mapungufu yetu, bali tutoke tuitafute nuru halisi ili mtiayo nuru kila mtu ajaye ulimwenguni, yani Bwana wetu Yesu Kristo. Tumpazie sauti, utuokoe, uturehemu, mwana wa Daudi, Yesu Bwana mkubwa. Yule Msamaria, mmoja wapo wa wale wakoma 10, kwa imani alirudi kwa Yesu kumshukuru. Kwa sababu ya imani aliona kabisa nastahili kurudi kumshukuru na kumtukuza huyu aliyeniponya. Na safari yake haikuwa kuendelea kule kwa kuwa makuhani, bali kurudi kwanza kwa Yesu. Nasi kwa imani tumfuate Yesu, naye kwa hakika kwa imani atatuokoa. Kama nilivyokwisha sema, kila Dominika ni fursa ya sisi kufunga safari kwenda kwa Mungu, kumpazia sauti tukisema, Bwana mkubwa uturehemu. Lakini pia ni fursa ya kurudi kwa Mungu, kumwangukia kifudifudi miguuni pake, madhabahuni pake, kumshukuru kwa kila yote yanayotutendea na kumwomba aendelee kututakasa na magonjwa mbalimbali na maovu yetu na kutuponya dhidi ya maadui mbalimbali, hasa maadui wa wokovu wetu. Tuwe na imani yetu itatuokoa. Tusirudi tena kwenye imani potofu, tusirudi tena kwenye matambiko, ushirikina. Turudi kwetu tukiwa tumetakaswa kama viumbe vipya, tukiwa na udongo wa nchi ya Mungu, yani neema tunazozipata kutoka kwa Mungu zitusaidie kwenda kuishi kwenye maisha mapya, maisha ya kweli kwa imani kwa Mungu wa kweli na wa milele, na sio tena katika mambo yetu ya zamani. Lakini pia tunafundishwa leo, ndugu zangu, tuwe wajumbe wa habari njema. Tusiogope kuishuhudia imani yetu kwa wengine kwa maneno na matendo yetu. Hadi Naamani anafikia kupata wokovu, kupata uponyaji, ni kwa sababu alielezwa na yule binti, msichana yule ambaye walikuwa wamemtoa kijakazi katika Israeli kama mateka. Akiwa nyumbani akimtumikia mke wa Naamani, alimjulisha kwamba kuna nabii katika Israeli anaweza akamponya Naamani bwana wangu. Hivyo alishuhudia uwepo wa nabii na kutangaza habari njema za Mungu. Sisi pia tuwe watangazaji wa habari njema. Wale wakoma 10, kwa sababu kwa kawaida walikuwa wanatakiwa walitengwa na jamii. Bila shaka hawakushuhudia kwa macho yao miujiza ya Yesu. Bila shaka kuna mtu aliyewafunulia, au kuna watu au walisikia habari kutoka kwao kwamba Yesu ni mponyaji. Ndio maana unapokutana na Yesu wanaomba uponyaji. Sisi je, tunawaelekeza watu njia ya uzima au tunawaelekeza watu njia ya uovu? Tutafakari hapo ndugu zangu. Ndugu zangu, matatizo yanawaunganisha watu, raha zinawatenganisha. Tunafahamu wazi kwamba Wayahudi na Wasamaria walikuwa wachangamani, lakini kwenye masimulizi ya leo tunaona kati ya wale wakoma 10 mmoja alikuwa Msamaria. Wote waliunganishwa na tatizo hilo la kuwa na ukoma. Tunafahamu pia Naamani mfalme wa Shamu hadi kumwendea Mungu wa Israeli, na wakati yeye anaabudu miungu ya wapagani, kama isingekuwa juu ya matatizo asingeweza kubaki katika muungano huo. Sisi wa Kristo, je, muungano wetu kati yetu sisi na Mungu na kati yetu sisi na watu upo wakati wote au upo tu wakati wa matatizo? Tujitahidi muungano huu usiwe tu wakati wa matatizo, bali uwepo wakati wote. Bwana, kama wewe ungehesabu maovu, Bwana, nani angesimama? Lakini kwako kuna msamaha, Mungu wa Israeli. Tumuombe Mungu atusaidie tuwe na neema ya kumtambua yeye, kumshukuru kwa mema anayotutendea. Tumuombe Mungu aponye ukoma wetu na ukosefu wetu wa imani, ili kwa imani, matumaini na mapendo tuweze kumtumikia yeye. Tumuombe Mungu neema yake itutangulie daima na kutusindikiza, nayo itubudishe katika kutenda mema. Mungu akulinde na kukubariki na kutakia tafakari njema ya Dominika hii ya leo. Kumbuka kwamba tuko maujaji katika matumaini, safiri katika safari hii kwenda mbinguni. Mungu akulinde kwa baraka za Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Tumsifu Yesu Kristo.